Asante sana Bishop wetu Pastor ambaye ametuhubiria, magavana wetu na wananchi wale ambao wameacha raha ya duniani wakaweka msalaba wa Yesu Kristo kwa mabega. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahi kufika hapa kwa sababu nilikuwa hapa wakati tulikuwa tunasindikisha Darling ya Gogo ambaye ameongea hapa, na siku hiyo huyo gavana yenu tulikuwa tumejuana kabisa, na ni kwa kweli kila wakati tukikutana naye alikuwa tuna koti moja ile tu alikuwa anavaa ile ya ukweli. So nikaletee koti nyingine na nimefurahi, nimefika nimeona ile koti mletee ndio yeye amevaa, amependa hiyo koti. So hiyo ni mzuri kabisa. Na niwaambie watu ya kanisa, msikue na wasiwasi. Shetani, tunachukia shetani kwa mambo mengine yote, lakini kuna kitu moja ambayo tunajifundisha kwa shetani. Only one thing. Shetani pia anaona mbali. Anaona mbali kabisa. Wakati Yesu Kristo alizaliwa akiwa mtoto, shetani aliona huyu ndiye atakuja kuokoa ulimwengu, na akapitia kwa Herode ambaye alikuwa mfalme. Mfalme akaona ndiyo jina ya Yesu Kristo isikue, mipango yake ya ulimwengu isitimizwe, ndoto yake kwa ulimwengu isambaratike, akapanga ule Yesu Kristo auawe. Lakini Mungu naye ni nani? Akafanya mpango. Yesu Kristo hakuuawa. Leo hii watu wanahubiri Injili. Kama Yesu Kristo angeuawa, huyo Bishop Mayo pengine angekuwa mtu akupiga randa, manake mambo ya kuhubiri Injili haingekuwa. Lakini leo Injili inahubiriwa, mapepe inafukuzwa, watu wanasonga mbele. Na hata kwa hii serikali yetu hii ya national government na hata hii ya uasingisho, shetani pia ameona mbali. Mali Chelilim anapeleka kaunti hii, mali William Ruto anapeleka inji hii, na pia ametafuta wale maherode ndio pia wafanye mpango waangamize njama ya rais wetu, waangamize njama ya gavana yetu, ndio asifikie ile malengo yetu. Kwa sababu tulipiga kura tukachagua hawa viongozi, tukawapatia miaka 5 ya kutumiza ile ambayo walituambia watatimiza. Miaka 5 haijafika nusu, because nusu ya miaka 5 ni miaka 2 na miezi 5. Ndio tunaelekea pale. So tuwapatie nafasi. Miaka 5 ikiisha, tutaevaluate ile kazi wamefanya, na ndio tuwaamini mahali ambapo watapeleka miaka ikifika 10. So sisi tu relax. Umesikia wengi wale maherode, unasikia wanapanga mikutano hapa, wanakutana hapa, wanatafuta yule. Sisi hatujaanza kutafuta, hatujaanza kuassemble team, hatujaanza kufanya campaign. Sisi mambo yetu saa hii ni kutimiza ahadi ambayo tuliahidi wa Kenya. Ni kama tu wewe watu ukiwa pastor, ukienda kulala usiku, kuna mapepo ambayo shetani huwa anatuma inatembea pale kwa boma, kwa area, kwa boma, kwa area. Saa zile unaamka asubuhi, when you make your first prayer, mapepo yote yanasambaratika, yote yanaporomoka. So whatever our enemies, our competitors are assembling, we will only require 1 or 2 meetings to dismantle all whatever that they are planning. Na wakati ya serikali ya kufanya campaign ikifika, because during an election, at times it's not about the people you love or the people you like. It's about the people you need, the people you require. So ile wakati ikifika, hata ule Rigathi ambayo tulimwimpeach, if we require him, tutamrudisha. Because he was only unsuitable to serve our country as a deputy president.
but he can be suitable to be a voter, to be a member of our coalition. Na sababu sahi, I'm sure he will undergo some kind of rehabilitation. Sahi amejua ya kwamba ukikuwa naibu rais mpaka unakuwa mtu ambaye unapenda makabila yote. He is learning something, and I'm sure even the people, the church is praying for him. So we are hoping that by 2027 mwezi wa tano hapa, he will have reformed. We will revive his membership kwa UDA na tumrudishe akae tu hapa kama member, tumtafutie kazi nyingine ambaye anaweza fanya wakati hiyo ikifika. When time of assembling the team comes, we will assemble the team. Mimi nataka nimalizie hapo. Hii kanisa ambayo tunapanga kujenga inahitaji wale wa kujenga na wale ya kufanya maombi. So wewe pastor ambaye umetuhubiria siku ya leo, mimi napatia wewe shilingi 40,000 uende ununue chakula na ufanye maombi kabisa. Ndio mipango ambayo tumepanga ya kujenga ile kanisa ingine isikuje tena ikasambaratishwe na wale majinsi ambao walitumiwa na shetani. Unajua wale vijana wengi viongozi waliingiza siasa chafu katika maisha yao. Vile vijana wengi wanafanya saa hii, wachache sio wengi. Hata wakati wale walikuwa vijana wanasema Sudi anatembea na pesa kwa gunia. Mimi hata iko kijana mwingine alinitumia SMS. Anakuja kwangu ati mpaka tukuchukua bibi yangu. Mimi nakaa mtu ya kuchukuliwa bibi. So wakati mwingine vitu inafanyika hapa, unaangalia unashindwa hii vitu gani ambayo inafanyika hapa. So tukae imara kama inchi, tuweke inchi pamoja na tuombee wale ambao wanapotoshwa, wale ambao hawajui maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu ni sisi wote tushirikiana pamoja, so that we can use the diversity of our reasoning to the betterment and the improvement of the welfare of the Kenyan people, because we have one government, whether you like it or not. The governor of Uasin Gishu is Chelilim. Hata kama umpendi lakini unapenda wananchi, support him so that he can improve his idea to take the life of a Kenyan people na wale wa Uasin Gishu hapa kwenda mbele. Kongoi kabisa. Leo nimemanage kuambia hawa viongozi wote kwamba sisi tukue wangwana. Na tayari nimeandikia barua kwa Secretary General wa UDA Bwana Hassan Omar Sarai kwamba atoe program, aandike, so that they can come up with a rehabilitation program, so that we can rehabilitate Rigathi Gachagua. We can consider bringing him back to our party as a member of UDA and assign him the role of a brand ambassador, that he can preach against tribalism in this country, because he understands what the tribalism can do to an individual. That tribalism can pull you down from the pedestal of the position of the deputy president to the position of an individual who is not even fit to chair a funeral committee of somebody who has died for burial arrangements.